Tumerejea tena kwa mara nyingine. Ni yule mkali wako studio hapa. Nimekuja na kama kawaida mada yangu mimi sina mada nyingine tofauti na mada za kufundisha kielimu, dini na maisha kiujumla. Lakini na kuepusha kutoka kwenye pepo mbaya, pepo mchafu, na kupeleka kwenye mafanikio ya maisha yako, ili kusudi utoke hapo ulipo. Maana hapo ulipo pepo mchafu anakuendesha, pepo mbaya anakuendesha. Na hao pepo wabaya wako wanatokea wapi? Katika vitu unavyovifanya. Sasa naomba nikuelekeze. Nimekuelezea vyote kuhusiana na swala la pepo mbaya. Sasa nataka nikuelezee jinsi ya kuweza kumwepuka huyo pepo mbaya. Sawa? Ili uweze kumwepuka huyo pepo mbaya, aweze kukuachia huru. Last first uanze kufanikiwa katika mambo yako kila hatua unayoipiga. Sio lazima uende kanisani. Sio, unaelewa Sio lazima uende kwa mganga wa kienyeji. Sawa Sio lazima uende kupiga matunguli. Sio lazima ujinyonge. Sio lazima unywe sumu. Sio lazima huyo pepo mbaya anaachika tena kirahisi tu. Kikubwa tu uwe mvumilivu katika swala la kumwacha, maana mbishi. Sasa naambia iko hivi, ili uweze kumwacha huyo pepo mbaya ni simple sana. Kama hujaamua kuacha kile ambacho kilikufanya huyo pepo mbaya akushike, akae na wewe, hata uende kanisani ukakae mwezi mzima unaomba, unafunga, baba, yani wewe ni ushu imekula kwako babu, utoboi hiyo imeisha hiyo. Yani utoboi, yani nikisema utoboi na maanisha yani Sasa kwa kinachotakiwa wewe ni uepuke pale alipokushikilia pepo mchafu pale ndipo uepuke. Alafu unaepuka vipi? Maana mtu anasema tu amesema niepuke, lakini sielewi naepuka wapi. Sikia, kuepuka huyo pepo mharibifu, huyo pepo mchafu, unachotakiwa ni kuacha kile ambacho kilichokuuma. Kama ulikuwa unapenda sana bangi, acha bangi. Unaelewa Kama ulikuwa unapenda sana pombe, acha pombe. Kama ulikuwa unapenda sana kufanya mapenzi kinyume na maumbile, acha. Ulikuwa unapenda watu wanakuua watu, acha. Ulikuwa unapenda kufanya katikati, acha. Ulikuwa unataka ulikuwa unapenda sana kusisa kama za Mchina, za Muhindi, za Mwarabu, za Muhindi, za Mwingereza, acha. Sawa? Hivyo vyote ukiviacha, nenda kwenye last first. Ngoja kwanza nikupe kitu hichi hapa kidogo. Sawa? Nenda kwenye Biblia. Sawa? Mimi sio mpenzi sana kusoma Biblia. Sawa? Mimi mafundisho yangu asilimia kubwa huwa napewa na Mungu mwenyewe kwenye kichwa. Sawa? Ndio maana unaweza kuta elimu yangu iko chini ya darasani, lakini kichwani elimu iko juu. Ndio maana Biblia, vifungu vya Biblia mimi sivijui. Yaani ukiniuliza masuala ya Biblia mwenzangu, utanisamehe. Lakini nafundisha kuhusiana na swala la kuepuka vitu vibaya na kurudisha kwenye kwenye dini. Sawa? Mimi tatizo langu mimi ni kwa mvivu. Sijui unaelewa. Mimi kusoma Biblia mvivu, na hisi pepo mbaya pia napo hapo pia amenishikilia. Sawa? Iko hivi. Nenda kwenye Biblia, tafuta amri ambazo Mungu hapendi, au vitu ambavyo ni najisi wanasema, au vitu ambavyo wanasema kuwa ni haramu, au vitu ambavyo wanasema kuwa
si vizuri. Hakikisha nini ambavyo Mungu apendezwe navyo. Hakikisha chukua vyote afu tazama. Ukisha tazama vichukue vipeleke pembeni. Sawa Sema hivi, mimi katika hivi vitu vyote nilikuwa nafanya hiki, lakini nakuta licha kufanya hivi hiki hapa hivi, aisee, mambo yangu bado yanakuwa effect sana. Yaani mambo yangu yanakuwa ovyo. Wewe unachokifanya unasema kuanzia leo usikifanye. Naomba niepuke na hiki. Sio lazima uende kanisani ujue. Pale pale tunasema hiki bwana mimi naepuka nacho na sitaki. Nasema na ukishasema hivyo kweli epuka nacho. Usije ukaleta tamaa mama. Ukileta tamaa huyo pepo mchafu hajakuacha. Na ili uweze kumwacha huyo pepo mchafu kwa kutamka hivyo vitu, najua itakuwa ni ngumu, lakini unatakiwa kufanya. Usiseme kwamba sitofanya tena. Fanya hivi. Sema hivi, nataka nimalize. Ulikuwa haumalizi mwezi bila kufanya hicho kitu. Sema hivi, sasa nataka nimalize miezi 5. Sio miezi 5 sijafanya hichi kitu. Sawa ambacho ni najisi Mwenyezi Mungu hataki. Sio, unaelewa kiweke pembeni, funika kurasa, katulia. Miezi 5 usifanye. Miezi 5 usifanye. Umeona? Baada ya hapo tulia. Baada ya miezi 5 kama utakuwa hujafanya, naamini utakuwa kuna kitu fulani, kuna maendeleo umeyaona. Sawa kuna maendeleo umeyaona. Kwa hiyo utakachotakiwa sasa, baada ya kuona maendeleo yako, maana yake usirudi tena. Hata kusema kujaribu usijaribu. Ukisema ujaribu mara ya kwanza utakuja uvutiwe mara ya pili, mazoea hayo. Utakuja urudie mara ya 3, pepo mchafu anasema kudadeki zako, nimekushika. Kumbe ulikuwa unaletea jeuri tu, mpumbavu. Njoo, anakushika. Akikushika hapo baba tena, akikuachia niite kenge miaka buku, hawakuachii ngodo. Yaani hapo atakushikilia. Maisha yako yatakuwa ni furu mpalala, yatakuwa ngangala ngulu. Yaani utakuwa kama mwenda wazimu. Yaani kwenye hilo jambo utakuwa kama mwenda wazimu. Na tena na mengine utayaongeza, na mengine utayafanya, yataongezeka na mengine. Kwa hivyo na hilo ndio somo la pepo mbaya, kuweza kuepuka naye na kuweza kufanikiwa katika masuala ya maisha yako, kuhakikisha kwamba pepo mbaya unakaa naye mbali. Chana naye. Kukaa naye mbali sio kwamba ujitenge wewe. Jitenge na jambo lililokukutanisha na pepo mbaya. Pepo mbaya kama hujajitenga na jambo lake, naye huwezi kumkataa, lazima atakuwa nawe. Lakini kama umejitenga na jambo lake, ukijitenga na jambo lake ndipo umejitenga na yeye. Kwa hiyo unatakiwa ndio utumie njia hiyo. Hayo ndiyo mambo ya pepo mbaya. Hayo ndio yanayofanya umaskini Afrika unazidi kuwepo. Tumetekwa kushiriki vitu vya ufilisaji. Tumetekwa katika masuala fulani hivi ya ufiliswaji. Yaani tunafilisiwa. Kwa sababu ya kitu fulani.
unaenda huko, unafanya kazi ngumu, baadaye ukitoka unaenda kwenye madangulo, unafanya kazi ngumu, baadaye unaenda kubeti. Unafikiri mali ubeti. Ngoja nikupe hii hapa kabla hujakucha, kabla kuja kucha. Mchezesha kamari. Mtu aliyegundua msemo wa kuhusiana na swala la kamari alisema hivi: kamari, mchezesha kamari, sawa, hafilisiki. Kamari ina faida kwa mchezeshaji, sawa. Sasa kama kamari ina faida kwa mchezeshaji, sasa we niambie, kuna watu wanachezesha kamari hapa Tanzania au hii Afrika, kamari ya Kiafrika, wengine wanachengisha karata, wengine wanachegesha wale makoko kon, sijui wanakwambia sijui nani kaona. Sasa nenda kaangalie, wamefanikiwa, wanaisha kuwa machapombe, mavuta sigara, sijui malaya, ndio wanaisha huko, lakini hawatoboi. Unaelewa? Hiyo wenyewe wanagonga kon karata pam. Angalia, wenzetu wanagonga karata, wenzetu wanagonga kon. Nani ameona? Unaona wanavyoendelea, wanafungua mablandi ya kuchezesha kamari, kwamba katika kamari yao wamemweka pepo mbaya, au nakwambia pepo mchafu, pepo mharibifu, ndio wanaendesha watu wenyewe kwenye ile kamari. Kwa hiyo wewe huwezi kupiga hatua kama hauna notification ya kumkataa pepo mharibifu. Asante sana. Na mimi nitakuwa nimejifunza sana kutoka Mkali Studio, na utaanza kutendea kazi kuanzia leo, na utaanza kuelewa kuanzia leo. Hakuna bosi anacheza kamari. Ukiona bosi anacheza kamari, basi afilisiki. Hakuna bosi alifilisika. Ukishamba bosi amefilisika, basi ujue sio bosi. Unaelewa? Mpaka afilisiki imekuwa kweje, huyo sio bosi. Bosi afilisiki hata angecheza kamari miaka buku, hata angecheza kila siku. Ila wewe leo kamata bilioni hapa kwa mama yako. Bilioni unaweza kutumia miaka. Bilioni, tufanya mpango, piga mahesabu. Ukikamata bilioni 2, wewe bilioni 2 kila siku kwa maisha ulionao sasa, kwa miaka ulionao sasa hizi mpaka kufa kwako, ukisema kwamba niwe natumia, labda tufanye ongeza kwa mpaka umri uliobaki, yani ungepiga mahesabu, kwa sababu binadamu sasa hivi tunaenda mpaka kwenye miaka 120. Tumezidi sana 120 hapa. Umeona? Sasa piga mahesabu kuanzia miaka ulionao sasa hivi mpaka kwenye miaka 120, una bilioni 2. Fanya mpango, yani ufanye kazi yoyote, yani ufanye kazi yoyote ile, una bilioni 2 kila siku. Ukiwa unatoa 20,000 unakula bata kila siku, bajeti 20,000 unakula bata. Una miaka mingapi ya kutumia hiyo bilioni 2? Apiga mahesabu hapo, toa mahesabu hapo, niambie una shida gani wewe, una tatizo gani wewe. Afu wangapi wamekamata bilioni, wamejiita mabosi kwa muda mfupi tu kwa mama zao mpaka leo. Afu leo wanabeba mazege, wanahangaika, wanatapatapa tu, wanaishia kusema tu mimi nilikuwa tajiri. Pumbavu zako, ulikuwa tajiri, lakini saizi kapuku. Ulikuwa tajiri maskini. Tajiri maskini tunakuita. Tajiri wa fedha, maskini wa akili. Kwa hiyo wewe ni ulikuwa unamiliki pesa, lakini uko ukiwa na
ukiwa na pepo mharibifu. Kwa hiyo pambana na hali yako, achana na sisi tuliza mtori, nyama ziko chini wewe. Oya, hapo ndio ipoishia taarifa yangu ya pepo mharibifu.